Utadiri madhangu ananiambia mimi nakuaga na ukimwi. Na nikamwacha nikwambia na mimi kumbuka kuna siku fulani. Tulikuwa baba fulani huko Kilimani. Tumepelekwa na best yetu tukabaiwa shisha. Tukabaiwa pombe tukakunywa. Tukakula miraa. Sasa tukirudi Kilimani. Tukirudi akasema tupitie Alchemist. Tukaenda Alchemist. Tumeenda na mabisi zake wa Kibombe. Nakumbuka nikienda kwa Luu. Nilisikia ni kama mtu ako nyuma yangu. Sasa sielewi juu nimemix, nimetumia hata vitu situmiangi. Sasa kutana kanishika, ni mtu sijaiona. Mimi nikaingiza baridi. Nikaanza na nimdem tu kama mimi hata kumjama alikuwa ni mdem. Nikamwambia basi ningi ni mdem. Nikamwambia basi ningi wa kwanza. Hata mimi nikitoka mdem ile tunapishana kwa mlango. Mdem unilokia ndani. Mdem alinifungia kwa Luu. Mimi sijui nini alinigea. Wewe jua ni kama alikuwa na ni kama mtu amekweka under spell. Msichana alinitoa nguo. Maji na mimi si resist hata. Alikuwa na kitu kingine amejibebea kwa mfuko wajua. Dildo. Alikuwa amenibebea dildo ingine big. Umde matako niweke dildo kupongi. Umde niweke dildo nyuma. Alini fuck up design. Shinda boyo wako. Shinda boyo wako ajaib. Sijui nika spirit ama nika nini kalikuwa kameniingilianga. Nilikuwa nimeingilia drugs kitu iko. Mimi kuna baunge ungenikosa. Kama ni pombe na kunywa, kama ni bangi na vuta, kama ni sigara, kama ni jaba, nilikuwa so much addicted. Yani ni kama zilikuwa zinani control. You're watching Bunyore Finest Entertainment TV. Like, share and subscribe, then ring the bell. Kwa mara nyingine tena karibu tena katika Bunyore Finest, na leo hii kama kawaida na wale ambao mnazidi kusupport, kama sio nyinyi singekuwa mahali hapa, ila nashukuru sana kwa support yenu kubwa ambayo mmekuwa mkisupport katika Bunyore Finest. Na hapa tunasema ya kwamba ile support yako ambayo umekuwa ukinipea kwa kusubscribe kwa hii channel, kulike na kushare ili story ifikie wengi, tunasema kwamba here we listen but we don't judge, we just listen to your story, and if you are free and you have shared your story, yeah, this is a place where necessary to share your story, a place of succeed, a place of successful. Yani tunasema ongea ikutoke. Na pandani tuko na watu wengi ambao wanaongea inawatoka na wanakuwa free, wana share their life story, but don't judge according to somebody's story. By the way, it's not by her will or his will, but the life situation ndo inafanya at least mtu anakuwa. But hapa in Bunyore Finest sisi tunasikiza story, si mrembo, si mtoto, si mtu mkubwa, si msem, sisi tuna welcome everybody. Hata mkiangalia leo ndani ya studio niko na mgeni ambaye ni mrembo zaidi. Ukimwangalia hata kwa nini ana meta macho kololi, kila kitu iko sawa, yani akomwa. Na leo tuko naye hapa ndani ya studio, tutakuwa tunasikia story yake, atakuwa na share story yake. For our returning subscribers, make sure you subscribe to this Bunyore Finest. Make sure you are subscribing and sharing the story ili fikie watu, na msichana ama mwenye akapa mgeni apate kusaidika huko mbeleni through wewe, through your share, through everything. Tunasema ni asante. Hello, mambo kwa sana. Naona unakaa fit, uko mrembo sana. Thank you very much. Thank you very much. Hata mimi nashukuru kwa kutembea katika studio yetu. Asante kwa kunialika. Kuna mtu ana watch pale, angetaka kujua maybe unaitwa nani? Tuanzie hapo kwanza. Okay, kwa majina naitwa Cecilia Wangeshi Kahehu. Wewe ni Kikuyu, si ndio? Maybe wewe ni msaliwa wapi? Mimi ni born raised Jerusalem. So ni mtu tunasemanga kwa Shengo Tao. Ndio, mimi ni born Tao. Mwenyeji. Mwenyeji. Sisi ndio tunaitwa wenyeji. Usikizi inaitwa wenyeji. Mwenye kusema. Ndio sisi sasa. Ndio nyinyi sasa, ndio nimesikia leo. Nashukuru sana leo nimejua kitu mpya.
Nimejua Pontao tu wenyeji wenyewe sasa. So maybe sasa tuanze sasa, maisha yako imekuwa kwaje mpaka ukakuwa uliamua kuwa fan wetu, ukasema utashare story yako. Hebu tuanzie hapo basi, tuanze tu, maisha yako imekuwaje kutoka utotoni mpaka hivi ulivyo. Tuanze tu kwa pole tu, sikia haraka, pole tu, kwa free, feel free to share your story. Sawa. We listen but we don't judge. Ni sawa? So twende mbele. Like I said, naitwa Cecilia Wangeshi. Mimi ni born raised Salem. Nilizaliwa 30th September. Mimi ni fourth born among of children of 6. Tuko wasichana 5 na kijana mmoja. Kijana ndio last born. Sisi wote tumelelewa pamoja, but growing up kulikuwa na kale ka division kwa wazazi. Hizi nyumba zetu hazikusangizi mtu drama tudogo, lakini mimi nikigrow, mimi personally niligrow nimeingizwa baridi. Yani sister yangu mdogo angenibully, alafu mzazi hata ana time na wewe. Because I remember very vividly. Mimi nasema unaona mama yangu mzazi. Mama yangu mzazi alikuwa anasikia ati Cecilia amefanya kitu huko nje. She used to beat me. Atufanye nini? Yani anakupigani kama hata kujui, kama hata si mtoto wake. Imagine nikawa si mtoto wake. Alafu kumbuka mko wa 6, lakini nina wewe tu. Yani wewe tu ndio anaoneanga. Hadi sasa nakumbuka nikiingia high school, wewe budangu alikuwa amesimama na mimi. I remember hata nikifika puberty, me the first nilikuwa na, alafu unajua ile niko na uoga kutoka kitambo, alafu hata niko na siblings, si niko na masisters wakubwa, siwezi waambia juu au nilikuwa naona pia kuna time fulani vitu haziendi poa, tungepatana na vitu manzejo. Mimi nakumbuka kuna time tulikuwa tunapoteza hadi socks, sister kwa mkuu amechukua socks yako, kuna kama unapatana nao katakataka kibahati mbaya. Yani tulikuwa tumeonyeshwa ni kama to deserve, but mimi nilifeel be personal sana. I remember nikiingia puberty, nikipata menses zangu za kwanza, nilikuwa class 8, nilikuwa nasomea hapa Kimathi. Nilienda kwa choo, siwezi rudi kwa class, alafu nimeomba ruhusa, siwezi rudi kwa class, nimemess, sijui nitaanzia wapi. Lesson inaendelea, alafu mwalimu alikuwa kwa class, alikuwa mwalimu mbaya. Umemess like manze jo imepita. Imepita yani huna hata mtu unaweza ambia, unaga hata best shule. Hiyo ni class 8. Nikiwa class 8 sasa. Ulikuwa na mwana tumbo? Nilikuwa nasikia discomfort mpaka najiuliza ni hizo mandazi tumekula. Alafu tunajua shule tulikuwa tunakula mandazi unafinya hivi na rinse mafuta kama kitu kingine. Nikadhani niyo mandazi ndio nimpatie hiyo stomach upset. Mimi sikuwa hata najua. Lakini nilikuwa nimeona kitu kama hiyo na masista zangu. Alafu hakuna siku hata madhako watakufundisha hata sex education, ati ikifika mahali fulani mdema na hivi na hivi na hivi. Mimi kwanza nakumbuka alikuwa anatushautianga vibaya. Yani ni kama akiamka na mguu mbaya, siku kila mtu anafai kwenye siku mbaya. Mimi hata niliishi yani ni kama hata sinaga mzazi, lakini najuanga ule ni mama yangu juu tuko anda yeye. Alafu sisi wote tunamitaga mama, but mimi hakuna day yani naweza sema ati nilikaga hivi chini niko na tu yenyewe huyu kweli. Mimi nakumbuka hata saa lunch ulikuwa kujaga home saa lunch, hakuna food, hayuko kazi. Alafu alikuwa na best yake fulani. Best yake alikuwa na kibanda. Manze jo mnaenda pale anajiangalia ni kama tawa juu. Hadi unajua ilikuwa inabidi weka best yake anasikia ibo anawapatia maembe. Umepatia maembe zingine ni spotted, ziko na dudu ndani, lakini unakula tu for the sake juu. Ukikumbuka unaporudi shule na hata kuna kitu umekula, afadhali yenye itakushikilia. Sasa hiyo siku nikiwa kwa Lu, nimekaa. I think teacher alikuwa kwa class aka notice. Akanikujia, alikuwa mwalimu mama, lakini alikuwa mbaya sana. Sasa anabisha milango, mimi juu nimepanic nikapanda juu ya hizi choo za kukalia. Shule yetu ilikuwa mpaka na choo za kukalia, nikapanda juu. Hiyo ni siku ya mlango kwenye alinipata. Akaniulizia masaa yote tangu niombe ruhusa unaenda kwa choo mpaka sasa hujarudi, ni kwa nini nitoka na uende? Sasa mimi nashindwa kumwambia vile nikumess, nimesimama.
Akaniambia utatoka. Siwezi ongea, nimenyamaza. Hiyo ni vuruta. Kunivuruta, I think ndio aka notice dress yangu. Ikatulikuwa ni tuende kwa staff room. Nenda kwa staff room, ikakuwa kuna mtu anajua kwa unaenda ite mama yako. Do you know they sent for my mom na akasema atakuja. Mama yangu mzazi, mtu yeye anakaa anatuambia ati mama yake amesema akuji. Sina dress naweza change unless sasa nifunge nini sweater ya shule kwa kiuno. Na najua nikifunga niende home sasa, hiyo ni war. Unanitumania. Mbona sikumwambia? Mimi hata kitu yenyewe, imagine this is the first time naona kitu sijui. Teacher akaniambia fanya hivi, funga nini sweater kwa leso nikupeleke kwenu. So we went home. Kwenda home, hivi aliputwa na another show yenye hata ieleweki. Alikam na akasema kuna mtoto amekuja hapo. Ikakuwa pana kuna mtoto amekuja hapa, tumetuma msichana na akasema kuja ati hakuna msichana amekuja hapa. But deep down vile ananiangalia nikajua tu wewe hata siwezi sema ni uongo, unadanganya mama. Juu kweli ile macho umenipea siwezi afford kudanganya. Ikakuwa huyo msichana wako amemesi hivi nikakana ni sawa, nitamwangalia. Na kwambia from our gate hata ako amefika kwa parking. Mama yangu alinichapa. Alinichapa ni kama it's a mistake for me to be a woman. Cheki hii ni stage mpya napitia, hata sijui. Wewe unanipiga ni kama nimekosea. Paka nikajiuliza kwani ni kitu mbaya nimefanya. Hiyo time ulikuwa na miaka ngapi? Nikiwa class 8. That time nilikuwa 14 years. 14 years of age. Sasa hiyo ikabidi sasa alafu uzuri budangu alikuwa best yangu. Baba yangu akakamjioni. Remember all this time hajanisaidia na chochote, sawa? Baba yako naye alikuwa anakupenda sana. So baba yangu at least alikuwa best yangu. Nakumbuka hata kuna time nikiwa class 6 walikuwa na dispute na mom. And she left for 2 years. Sasa hiyo na sasa si kuanzia class 6. Sasa nikiingia class 8 ndio alirudi. Imagine for these 2 years tumekuwa tu na fadhi. Hapo inabidi umejua kujifanyia vitu. Wewe ni mdogo, hujui vitu. Umegrow na baridi. Hii siku jioni fadhi akakuja akapata nimelala, akaniuliza kama mimi ni mgonjwa. Nikamwambia mimi si mgonjwa, shida ni gani? Lakini nakwambia nilipiga, nilikuwa hadi na wounds hivi, niko na madentu na nyuko leo amepigwa, alafu nimejifunika. Sasa sitaki ikae ni kama nachomea madhangu. Akaniambia na nini mbaya? Nikamwambia sisikii vizuri. Sasa mtu asikii vizuri si ni mtu mgonjwa, hebu kuja tuende tukaangaliwe. Wenye nilishuka, remember hii saa si nimetoa uniform, nimevaa nguo za home, but sina anything under mimi. Sitaki kutembea. Madhangu sasa hayuko, ametoka. Sijui ameenda zile raundi zake, ilikuwa ikifika ni jioni anajipea shughuli ndani na raundi zake. Kwenye alikuwa anaenda peke yake ndio alikuwa anajua. Sasa ikifika ni jioni tuko na baba yetu peke yetu. Katembea na baba yangu kwenda kwa chemist, hata madhi wa chemist ndio alini notice. Akaambia huyu fadhangu, msichana ako mwezi. Ati kwa mwezi wezi niambia, alafu ni mwingine bado anakufokea ni kama ungemwambililia pale. Kumbuka hata vitu yeye alikuwa shingi kutuambia ati vitu zingine ameniambia mama yenu, vitu zingine ameniambia mama yenu. Sasa hata na mama yako naye muelewani kabisa. Wewe jua to date mimi sielewanagi na mama yangu. Mama yangu hakuna kitu anitangi mbele ya watoto wangu. Mama yangu mpaka aliniambia wewe utadedi. Madhangu ananiambia mimi nakoga na ukimwi. Na nikamwacha nikwambie na mimi acha nikwambie, kama wewe ni nabii utanipea ni sawa, lakini usiniombe hivyo. Madhangu hakuna kitu ambiangi watoto wangu waniambie. Mimi niko na watu watatu. Watoto wangu wawili walichukuliwa wakapelekwa Mombasa. Mama yangu alinitukana, niko peke yangu. Sina mtu ateneza nipe. Unaona hata ma siblings zangu. Imagine sina hata sister yangu mmoja naweza mpigie simu hivi nimwambie cheki. Ona mama, niko na shida ya soso mbili niweke. Na niko na namba zao wote. Wewe jua madhangu anakwaga ametulia ile divide and rule. Kwanza anakwaga maonesha vile mimi nakwaga mbaya. Chini alafu kwetu kwa wadem mimi peke yangu ndio nakwaga home. Sasa yeye anaona hiyo nikakukua home. Mimi hata niseme ni kwenda home 8. Mimi sinaga kazi, sawa? Lazima natoka huko nje nidhore. Niko na mtu yananiangalia. Ajuangi budake hata by the way. Kwanza budake hata hajaimuona. Sasa lazima nikae hapa nje nimtafutie. Ni jangili malaya. So ball maybe ulipata aje juu ukisema budake hajaimuona. Hebu tueleze hapo kidogo. Hiyo time kuna time in 2022.
sijui nika spirit ama nika nini kalikuwa kameniingilianga. Nilikuwa nimeingilia drugs kitu iko. Mimi hakuna baunge nipata, ungenikosa. Kama ni pombe na kunywa, kama ni bangi na vuta, kama ni sigara, kama ni jaba, nilikuwa so much addicted. Yani ni kama zilikuwa zinani control. Nikapatana na mchali. Kwa sana alikuwa best yangu tukiwa wadogo. Anaitwa Sunday. Sunday kakwa tumeenda kwa sasa kila Saturday tunaenda reggae. Sasa sinajua kwenda reggae. Sasa nikwambie ukishafanya drugs wewe juu unakuwa ni mtu mwingine. Alafu kumbuka ni mchali alikuwa ameninoki. Nikapata gaboli ya Sunday. Tukakaa. Yeye alikuwa anataka marriage. Mimi lakini mimi sikuwa nataka hiyo. Kani kama tutasumbuana juu. Hii tu ilikuwa ni Monday to Friday niko Yera. Nilikuwa nafundisha shule. Mimi ni mwalimu by the way. Nimesomea education. Serious? Nimesomea education. Primary or secondary? ECD. Niko na degree early childhood education. Sasa hata by the shule last ndio nipate mtu wangu shule last nikifundisha. Hiyo ndio shule ilifanyanga hata nikaacha kunidisha juu unapata shule private mama anakulipa vibaya na kulipa vile anataka. Kwa mchali sasa venye nilimwambia niko na ball ikakuwa tuko tu sawa. Mchali mgani wewe tena? Buda mtoto wangu wa Sunday. Sunday sasa. Kwa iko tu sawa. Aya tukakaa vile bole yangu ilifika 6 months nikaanza kupata complications. Hii time sasa. Hiyo time nikiwa mwalimu. Hiyo time bado nilikuwa mwalimu, niko bado ninaga shule. Nikapata complications ikakuwa nikimpigia simu mara iko dunga, mara ashiki. So every route hapo nyuma kwa so unajaribu kumaanisha hiyo time mlikuwa mnaenda mna rave na Sunday. Hiyo time bado ukiwa in the tracks bado ulikuwa mwalimu? Bado nilikuwa mwalimu na bado hiyo time nilikuwa na watu wawili. Ulikuwa unapata time aje? Ndio unasema ulikuwa unatumia bangi, Javes nini, yote unazunda. So ulikuwa na manager aje kuamka bado uende shule? Wewe John kaa ni Mungu. Juu wenyewe mimi nasema sijui kama ni vile lazima tu ningeamka juu kuna mtu mwingine atanipatia. I think tu ni vile unajikaza uamke, lakini unaona kama Monday liko nanisumbua vibaya na sana mpaka hata director alikujanga akanotice ni kama natumianga drugs, lakini nilikuwa namuonyesha kwa mvulana wewe juu wewe lazima tu kama ni weekend vile tu tumeamua nikaa tumeandikiana. Hadi liko sasa ikifika ni Friday jioni ananitumia text. Oya Karembo rada leo ni aje inakuwa sheria. Lakini acha nikwambia nikajiambia hiyo slogan. Na kitu kama sheria ili ni cost kitu hiko. Maybe ukiwa into drugs hapo ni nini ishi kufanyikia ukasema drugs ni mbaya? Nakumbuka kuna siku fulani tulikuwa baba fulani huko Kilimani. Tumepelekwa na best yetu tukabaiwa shisha. Tukabaiwa pombe tukakunywa. Tukakula mera. Sasa tukirudi Kilimani. Tukirudi akasema tupitie Alchemist. Tukaenda Alchemist. Hivyo tumeta hiyo iko Tao ama iko? Uko Tao. Ni club. Ni club. Deadly tena sana. Sasa tumeenda na mabisi zake wa Kibombe. Nakumbuka nikienda kwa Lu. Nilisikia ni kama mtu ako nyuma yangu. Sasa sielewi juu nimetumia hata vitu situmiangi. Sasa naona hii inaweza kuwa ni paranoia ama ni anxiety, but nilifeel kabisa kuna mtu nyuma yangu. Kutana kanishika ni mtu sijaiona. Mimi nikaingiza baridi nikamzarada. Kwani unaogopa mimi sina ubaya na wewe? Nikamwambia sasa basi niingia kwanza na ni mdem tu kama mimi hata kumjama alikuwa ni mdem. Nikamwambia sasa basi niingie. Ni mdem. Nikamwambia sasa basi niingie wa kwanza. Hata tunaweza ingia wote. Nikamwambia tuwezi ingia wote na choo ni moja. Ati kwani unanigwaya? Hata kitu niko na hata ufei gwaye. Imagine mimi nikaa wewe. Nikamwambia unaona lazima tuanze nikaa mimi. Tiketi tu mimi niingia kwanza. Niko na huyo ameinsist sana acha nimwachie. Si mimi nikitoka umdem ile tunapishana kwa mlango. Umdem unilokia ndani. Amecheki unadu nini? Acha kujifanya. Kwani hujambua? Kumbe kwa hiyo jeshi mwenye tulikuwa tumekaa kuna mchali fulani alikuwa mambo kama na mdem. Kumbe mdem ameambiwa kuja na mimi ananiambia hata yenda na insist. Mimi naambia mimi zangu nasikizimishika. Tuendie pana tupige la pia last. Nani acha nikwambia siku hazijirudi yangu tuweze pata siku nyingine kama leo. Wewe twendeni tu. Asi mimi nikasema tu najua kama si next mimi kuna kitu na nini. First of all nishapanga watoto,
shadanganyana, nishatumiwa do. Mimi niko sawa, hata tukipiga lap najua watu wangu wako sawa. Mdem alinifungia kwa lu. Mimi sijui nini alinige. Wewe jua ni kama alikuwa na ni kama mtu amekweka under spell. Msichana alinitoa nguo. Maji na mimi si resist hata. Alikuwa na kitu kingine amejibebea kwa mfuko wejua. Dildo. Alikuwa amenibebea dildo ingine big. Mdem ataka kuniweka hiyo dildo kupongi. Mdem aliniweka hiyo dildo nyuma. Alafu amenikava mdomo. Nilishindwa kulia, nilishindwa kuscream. Niko intoxicated. Lakini nasemanga hivi, Mungu anibali ndapata na gano mdem. Alini fuck up design. Shinda boyo wako. Shinda boyo wako aja hivi. Wacha nikwambie afadhali unaona mtoto kwa amekelewa mawe. Mtu anaweza katata kusaidia na mtoto, lakini acha nikwambie unaona ule God amekupatia mtu hii. Hata ikubali ukose. You don't do that to me. Alafu mcheni kumbe yeye anajua ananiambia. Sasa venye nilitoka hata yeye ndio the first person alinotice ni kama nimejam. Nikamwambia wengine twendeni. Twende tu home, twendeni. Tumefika twende. Lakini niliambia best yangu mwenye alikuja na mimi. Ndio mcheni best yako. Simpoa. Don't do that to someone. Niambia hata nipange hata nijue. Alafu hata unaona hata kama ni mimi, imagine mimi ningekuletea mdem najua ni lele. Kwani God usiniduie hivyo. Hata nimezea tujuani hata. So like alikuwa amekupangia mchezeni kama alikuwa hata nakwambia tukitoka. So wewe mdem ulikuwa ametoka Kilimani? Hapana, mdem tulimpata Alchemist. Mcheli ndo tumetoka naye Kilimani. Kumbe yeye amechapiwa na mdem akaambiwa weka. Alafu naona yeye ana insist sana. Na unaona hata kama nikubaite hii, sio ni hata kitoa do yoyote. Alafu sio mpaka tunacheka tunasema yeye masketa ndo anakuga na mdomo kuliko kila mtu wote. But simpoa. Hata kwenye yuko hata yeye anajianga Kenya nilifanyia kitu poa. So ilikuwa kama setup. Ilikuwa ni kama ni setup juu. Mimi nakwambia ile design alikuwa na insist. Alafu kwanza hata tukifika ndio the first person mdem alimsalimia. Nikatu kwani wanajuana. Hivyo washachipanga mpaka washapangana. Ukimkaia atakuwa hivi, atakuwa unconscious. Watu huwa unajua tumempigisha vitu ajazoea kupiga. Mimi by the way sikuwa hata hiyo kwenda hizo nini za mashisha sikuwa fan wayo, lakini sasa si mmeenda trip mnaenda kujibamba. Pia wewe unaonyesha msee ati ni kama huko una blend nao. Si wameamua na ni mabesti zako una blend nao. Juu unajua ni mabesti zako. So vitu hapo kwa shule. Kuna ball ndio hiyo, wewe ni mwalimu bado uko into tracks. So ilikuwa kwaje, ikiendaje? Tuendelee tu hapo tafadhali. Hata nikiwa shule niko wera Monday to Friday. Nikifika ni Friday jioni napiga sherehe mpaka Sunday jioni. Sasa mimi hata kitu nilikuwa nafanyanga hata nafanya hivyo. Mimi nimekuwa mimi ni kiguru mimi hata kuna time madhangu alikuwa ananiambia mimi sikuwa mamako. Nikamwambia imagine for the longest time umenionyeshaga kwangi madhangu, lakini mimi hata sitaja kuambia unionyeshe madhangu juu mimi ni kiguru, mimi nimekuwa na wewe peke yako. Na ni sawa tu. Hadi kuna siku ananiambia ati hatuwezi kama wake wenza. Yaani anataka kubishana na mimi ni kama nikaa tuko under the same man. Ilifika time hadi budangu alikuja akafika mwisho. Ilifika time hadi alikujanga kaanza kujipikia. Nikatoka kujipikia akakujanga, tunakoga na shamba kubwa huko Juja. Kinanga akaijenga na akahamianga huko. Sasa hata so hiyo mama akakuwa single. Akabaki single. Sasa hata ukam mimi nakwambia watu iko ni kale kidogo kabisa. Hakuna kitu ambiango kunihusu.
Mimi kuna kumbuka una sasa venye nilipataga huyu mtoi wangu mdogo. Nilipataga huyu mtoto 2022 Disemba. Hiyo Disemba ilikuwa tarehe 4. Ikifika tarehe 31 sini uko nje uko Uhuru nini kurusha fireworks kusema happy new year. Watu wangu walikuwa hiyo time bado watu wangu wakubwa wawili walikuwa. Nikaenda nikawabaia ma fireworks. Hizo baluti hizo zenye wanataka. Nikirudi napata mtu wangu amelia. Mtu wangu sasa mswa anaitwa Liam. Namuuliza nini? Hiyo time kitoto kangu kalikuwa na 4 weeks. Ati shosho amesema ati ungoje sijui kitovu ya mtoto uanguke uende upate mtoto mwingine. Yana mtoi wako anakuambia. Mtoi wangu sasa najiuliza huyu mtoi wangu ako na 7 years. Akanambia kanga. Yaani wewe mamangu unaambia mtoto wangu wa 7 years. Aliambia mamako angoje kitovu ya mtoto ikaukienda katafuta nyumba nyingine. Madhangu alikuwa ananiita gadi malaya mbele ya watoto wangu. Au unaga akili shetani. Au unakuaga nyoka mchawi. Mimi hakuna kitu hajaniambia. Aliambianga mimi nakuaga na ukimwi na nabondwa na gari ni dead. Hata dogi zitashindwa kunikula ni juu sijui ukimwi nimechukua nao ni ya watu ama ni ya wanyama. Niko na Katolika kuna 3.5 years. Mtu hii madhangu zake zikishika mimi naishigi home by the way mimi niko kwetu. Zake zikishika anakujanga natufungia na kufuli. Mama yako ni mlevi bado? Hapana. Hii si unaona kama ikifika ni jioni anaendanga kwa gana soko anaendanga kufungua sasa kuacha ni kama imekaa ni kama iko wazi. Sasa ndio iko endelea tu. Ni kama nini haski hataki kutufungulia atafunga na kufuli. Either afunge mlango ya jikoni na kufuli, kuna venye unaweza funga mlango ya jikoni na kufuli ama ufunge gate na lock. Sasa juu mimi baby hata we don't even talk. Si ungeangi naye tola. Unaona hata ukiongea naye every third word inakuwa ni insult. Na mimi nasemanga energy zingine si necessary. Sasa hata ili kukaa hivyo kuliko kukaa ni kama unang'ang'ania na mtu anakuambia wewe unakoga umeroga. So like wazazi wako hapo penye wanaishi do they pay rent or do they pay rent? Unasema wanaishi unaishi unasema your parents do they pay rent or ni hapo kwenye tunaishi budangu ndo analipa rent. Tunaishi kwenye nyumba za kanjo. Amko pamoja. But amko pamoja. Baba yangu anakuaga kwake. Tunakuwa tumejenga tuko na nyumba mara mbili, tuko na nyumba ushago, tuko na nyumba kwenye baba yangu anakanga baba Iland huko Juja. So baba yangu anakuaga juu amejenga nyumba na kuna rentals. Sasa anakuaga huko juu ameishi kuandika mtu awamtumie rent. Walikuwa anakulaga pesa yake. Akasema juu hata amefikisha miaka ya kuretire siende tuangalie nyumba zake. Juu hakuna juu unaandika mtu at the end of the day fanya kazi unamfanyia anakuibia. So hao watoto wako maybe kuna mtu angetaka kujua ni nini unafanyanga, maybe ndo unawalisha ama wanajimudu aje ama wanajisimamia aje ama unajisimamia aje? Umesema uko single bado unaishi kwenu, so nini unafanya maybe ndo pate hapa home? Niko na mtoto mmoja kwa na 3.5 years. Mimi nafanyanga kazi casual. Na saa zingine najua hata hizo vibarua zinakosaga. Imagine saa zingine inabidi hadi umeingia na mtu. Ukiimagine mtu anakuambia hata saa 3 na saa 3 sasa utairokota. Si utaenda tu na yeye. Wewe hata mnajua mnaweza ingia na yeye hata akosa hata kukujenga ama akugeuzie. Ama mfike pale mbele anakuambia yeye hataki, yeye ajui wako ya socks. Sasa ukipiga hesabu mtu atake vako ya socks ujui hali yake. Pia bado si ati uko ready kupata mimba nyingine, as make sense. Pale unaendanga hata unarushwa ama mtu anakugeuzia. Anakuambia mimi mpanga naye hivyo. Mimi kama si mbele na nyuma wewe imagine mtu anakuambia mbele na nyuma alafu pengine anakutajia pesa ya ujinga. Jua ni kama uko na shida sana. Lakini saa zingine wewe jua unageuzi wangu na unatii tu. Sasa utafanya nini? Hakuna mtu unaweza ambia. So maybe ushaenda na mtu akakutumia akakoza kutoa kitu. Mimi nakwambia unaingia hata si moja hata si wawili. Unaenda na msee hata unampeleka huko. Unaenda na msee mmeenda mmefika room.
maybe anakuambia kwanza tubai kitu tuingie nayo juu tuwezi ingia bado tu hivyo kwa room. Anaenda naye. So umeenda kujinini, umeenda kufresha up ndio ukuje upange kazi. Mimi nishaenda na msee na akanitepa. Juu msee alinitumia, akanitumia asubuhi niliamka niko kwa room. Alibeba nguo zangu. Wewe juu ameniacha bila nguo, ameniacha bila viatu. Ameenda mpaka na simu yangu na bila pesa. Sasa hizo nimejipata pindi kwa madu kwa room. Na ile tu pombe venye nilipiga iko tu hivyo hapo. Sasa ni utashuka na bed sheet, utawaambia nini sasa? Kiingia ulipeana jina wrong. Ni bado pia uweze ndo kitangaza ukiandika jina yako kweli kwa mavector. Sasa nianze kupiga simu amebeba. Pia wao ni kama hawakuamini juu ni vitu gani ulikuja nazo. Ni kama wewe ndio mbaya. Alafu ni kama sijui alikuwa amepewa do. Hakuna mtu anakuambia ati alimuona akitoka. Ni emergency hizo umeshika shida. Tena utafute nguo zako vizuri. Kama ni kuleo leo ukasahau room, wewe ndio ukatafute nguo zako vizuri. Hiyo siku nililia. Nililia hata mdem mwenye alikuwa anatoka kwa hiyo room next. Ndo mdem alinisaidia. Ndio nilimwambia cheki, jana nimekaa na mzee hapa na asubuhi amenitoka na amebeba baba nguo zangu na amenambaka na simu yangu. Na bado hajakulipa. Ameenda. Si alibeba nguo zangu na simu yangu hajanipatia do. Amebeba mpaka simu yangu. Ameamka, mimi nikijistu. Hata nilifanya nilisikia kibaridi. Nikiamka sina nguo, sina nini. Hakuna mtu. Sasa hata ile hayuko. Sasa silikuanza kutafuta, hakuna simu, hakuna alibeba hadi viatu zangu wejua. Niko hivi uchi bila hata viatu wejua. Lakini ameingia na ameenda. Sasa ndio mdeni nimecheki nipigie sister yangu. Akapigia sister yangu nikamwambia cheki. Hebu fanya enda mahali fulani upeane nini. Nikamuuliza nini, nikamwambia nilikuwa mlevi, nimedunda. Akaniambia pana nakuja mahali huko, nikamwambia pana. Fanya hivi, patie tu msichana na mtuma. Waje ndio mdeni ndo aliniletea nguo. Sasa nikaenda, after hapo nikatoka nakonga na sister yangu mwingine anakonga CHP. Nilikuwa nasikia vibaya. Alafu nikaenda nikamwambia sisikii poa, nikamdanganya nini? Sisikii poa ni kama ni tumbo ya nini? Tumbo ya cramps inanisumbua. Kanipatia dawa zingine kaniambia zitanisaidia. Kumbe hata nilikuwa natibu the wrong thing. Nikukaa nikaanza kusikia uchungu mbaya. Nilikuwa napana imekuwa serious, lazima nitaenda hosi. Anze John niliendanga hosi. Afu daktari ananiambia niko na syphilis. Sasa ulifanya aje? Na sasa huyo mtu hajakulipa. Mtu mwenyewe sina kama hata mtu mwenyewe. Ni mtu tulipata tu kwa barabara hata simjui. Kwanza hata venye nilitoka hapo, kitu cha kwanza nilifanya nilipiga simu yangu nikapata ishazimwa. Ndio nikapigia msichana nisaidie nipigie sister yangu. Hata sikufanya hata sim replacement. Nikakaa sijaimuona tena hata huo mjamaa. Also ni mtu ulipata naye kwa road. Kwa road nilikuwa udu akakukatia kidogo. Tulikuwa kwa local hapa juu, kwa local lingine hapa juu amekaa. Alafu alikuwa anakaa amejaja. Alafu nilikuwa udu mbaya sana. Alafu emergency hizo nilikuwa na mtoto wa 7 months, sina diaper, sina nini, sina chakula, siwezi kula home, madhangu amenanisha venye hizi ni chakula, na lazima nimtafutie. Si lazima utaenda kwa basi ubangazie na maoka hapo, wanaona kama utapanga kazi. Wow. Okay, thank you for your story. Nimefurahia sana kushare your story, kwa free na kushare na sisi hapa Bunyoro Finest, ambapo tunasema acha kelele, ambapo tunasema we listen but we don't judge. So maybe ungependa kuambia nini wale mayouths wenzako ama mademu wenzako wale wako hapo nje, tukimalizia? Naweza taka kuambia mtu tu usiwahi jidharau. Imagine usiwahi jiweka chini. Unaona hata ukuti inakaaje? Usiwahi jiweka chini. Mimi niko na watoto na sinaga kazi, lakini mimi naambia ngona siku moja, imagine mtaniangalia hivi mseme mom, you are a living testimony that there is God. Imagine si mwisho. Hata iwe ngumu aje. Ng'ang'ana kabisa.
Na imagine siku moja utakaa hivi chini ucheke useme kia Mungu ni mimi nilikuwa nateseka. Kuna mtu anakuwa amepanda shida kwa shingo na mtu asikuweke chini, imagine. Ng'ang'ania watoto kwanza, kama una watoto akiwaangalia, imagine. Na imagine siku moja utakaa hivi chini useme kia Mungu. Haikuwa rahisi. Lakini nikulemewa. So guys, thank you for watching. Basi ni venye mmesikia amesomea walimu, uende ukawapo uko na kashule udem, amekuwa in drugs but sai amereform. So mtu yoyote mwenye ako na job pale na ungependa kumpea, maybe unaweza taka mtu akiwa na kazi ya walimu hapo akupee, utafanya ama sai bado drugs na kusumbua? Mimi naweza rudi shule. Naweza rudi shule. Lakini naweza taka nirudi shule nisome CBC. Juu sasa shule mingi wanataka CBC. Mimi time yangu nikisoma tulikuwa na CBC. Juu mimi niligraduate 2016. 2016. Wow. By the way, hiyo time ulikuwa na CBC. Nilikuwa na CBC. So maybe unaweza tuachia tu namba yako. Unaweza sema tu namba yako. Namba yangu ni 0701 710 777. 0701 710 777. Uko single? Niko single. Lakini sasa sitaki mtu kwanza. Sitaki mtu kwanza. Sasa inapokuwa sina katoto kangu kwanza. Nataka kwanza nijisimamie. Sitaki nikaeni kama nakisha from A to Z, tisiji jibe hata kalotion. Nikikuitisha unaona kama ni expense na kuwekea. Okay guys, thanks for watching, for returning subscribers. Tumekuwa na mrembo wepo hapa ndani ya nyumba na anasema yeye amesomea ualimu na angependa mtu kama wako hapo amsaidie aende at least aongeze masomo yake, asomee at least CBC. Namba yake ameweka hapo na tutakuwa na opinia kwa screen, mtaiona hapo chini. Ule ako ready kumsaidia, ule ako ready kusimama naye, tafadhali simama naye. And we say that here at Bunyore's Finest, we just listen but we don't charge. So guys, keep on supporting, keep on subscribing, keep on sharing. Share this story fikie wengi. Bye bye. Thank you. You're watching Bunyore Finest Entertainment TV. Like, share and subscribe, then ring the bell.